Mimi ningetaka mkiwa hapa shule mjue hii shule ni kama factory. Wakati unaingia shule ni kama umeingia factory. Wewe umeingia hapa kama raw, yani wewe haujatengenezwa. Ukiingia hapa Kiomo na wale wako shule zingine, nikiwaomba kwa heshima ukuwe unajua every single day is value addition to you as a person. Every single day lazima unaongeza manufaa yako kama mwanafunzi. Na njia ya kufanya hiyo, ya kwanza nitasema tu machache. Ukiwa hapa shule kuna kitu inaitwa ambition. Ambition wazazi ni kama wewe uko, lakini lazima ukuwe na maono, unataka kuwa nini hapo beleni. Na mimi wacha niwaeleze kitu nilifanya nikiwa University KU second year. Nikiwa hapo niliandika kitabu. Na hiyo kitabu inaitwa How to Succeed in High School. Ni motivational book ambayo niliandika nikiwa second year. Hapa nyuma ya hiyo kitabu nikiwa university, pale unaandika about the author. Nikasema Ndindi Nyoro ni mwanafunzi wa uchumi, nilifanya economy. Na lakini sentence ya mwisho, na nilikuwa second year, nikaandika at the future Kiharu MP. Sasa niko mbele yenu nikiwa MP wa Kiharu. Nini najaribu kuongelesha hawa wanafunzi? When God amekupea maisha na anakupea nafasi ya kuja shule, usikue hapa Kiomo, wakati ya break unaenda break, wakati ya lunch unaenda lunch, wakati ya kwenda nyumbani unaenda nyumbani. Lazima unajiuliza kila siku, hii safari yangu nikiwa Kiomo nataka nifike wapi kimaisha? Wewe kama unataka kuwa daktari, enda hata nyumbani kwenu pale kwa kitanda, wewe andika Dr. Mutua. Kama unataka kuwa profesa, enda uandike Profesa Mwasia. Kama wewe unataka kuwa women rep, enda uandike jina yako kama mheshimiwa. Why? I have seen ile kitu ungetaka kuwa, ukianza kuifikiria kwa saa hizi, unaileta karibu kwa haraka. Kitu ya pili, ningetaka mjue kitu inaitwa role model. Role model ni nini? Katika hiyo kitu umesema unataka kuwa, kuna watu wamekuwa, tafuta marafiki kama hao. Kama ungetaka kwenda university na uko hapa katika hii shule, katika kijiji ama jirani, huwezi kosa mtu ameenda university. Huyo mtu mfanye kama mentor wako. Mentor ni mtu ambaye anakupeleka kwa barabara ambayo yeye amepitia, ndio wewe uipitie kwa urahisi. Na nikienda kumaliza, saa zingine tunakuja kusoma, tunajiangalia tu ile kitu hatuna. Na wacha wanafunzi niwapee ka story kidogo. Iko mtu alikuwa kama hapa Mwiki West. Akakuwa na shamba ya ekari 10. Na ilikuwa na mto pale chini. Lakini siku moja akakuja akaongeleshwa na mtu. Akaambiwa, wewe Mutua, ukipata diamond ambayo inatoshana na hii fist, unaweza nunua nyumba kadhaa pale Mwiki town zikuwe zako. Na ukipata hata kubwa zaidi, wewe hata huwezi kaa hapa, utaenda Nairobi ununue nyumba kubwa kubwa za kifahari na ukuwe mdosi magari mingi. Huyo mtu hakulala. Ameambiwa ati akipata diamond anaweza tajirika, akuwe na manufaa sana ya utajiri. Hakulala. Akauza shamba yake, akaenda kutafuta diamond. Akaenda akazunguka Kenya mzima, hakupata diamond. Akaenda nchi jirani, hakupata diamond. Yeye mtu ambaye aliuzia shamba akapata mtu ametembea, na wakitembea kama rafiki yake pale kwa mto, akaona kitu ina shine yule rafiki. Ikishine, huyu akamwambia hii kitu mimi naona inaweza kuwa diamond. Huyu mwenye alinunua shamba akamwambia, wewe wacha porojo, hii ni mawe tu, hata ni mingi sana hata huku kwa shamba. Huyu aka-encourage huyu, akamwambia, chukua hii mawe, peleka kwa serikali wapime, waone ni mawe ya aina gani. Hii mawe kupimwa ikaonekana ni diamond. Watu wa serikali kuja kwa shamba yake, wakapata eka zake na majirani,
ilikuwa maikari ya diamond ambayo yule aliuza aende akatafute diamond aliacha kwake. Saa zingine Mungu amekujalia, amekupea ile unahitaji, lakini wewe unawacha ile Mungu amekupea, unaiweka kado, unaenda kutafuta ingine. Ile opportunity Mungu amekupea ukakuja kiomo. Hii opportunity inazidi hata yule ameenda Mangu, inazidi hata yule mwingine ameenda Alliance, kwa sababu Mungu akikuleta hapa, anajua hapa ndio utakuwa engineer, anajua hapa ndio utakuwa daktari, na anajua hapa ndio ataleta baraka yake na ufanikiwe. Nikienda kumaliza kwa wazazi, mimi kwetu tuko 4 na niko na my sisters kama Muthoni wenye wako mbele yangu, na my mother na my father wakitufundisha ama wakitupeleka shule. Ilikuwa familia ambayo iko chini sana kimapato. Unajua mkiwa hapa kwenda Nairobi mnapitia Thika. Pale Thika unajua kuna pahali inaitwa Kiadutu. Kiadutu ni kama slum iko Thika. My father alikuwa anakaa hiyo Kiadutu na alikuwa carpenter. Hapa Thika kuna pahali inaitwa Munene Industries. Alikuwa anaenda anachonga bao, kama unaweka nyumba yako maneno ya bao unaita my father. Mimi nilikuwa natembelea my father nikiwa ndani ya nyumba hapo Kiadutu, naona kila kitu inaendelea nje na sio kioo. Ni mianya ilikuwa katika hiyo nyumba. My mother pia ni mtu wa kawaida, wale tunaita peasant farmers. Na wakati tulikuwa tunasoma hapa Mwingi, naona wazazi ni kama wapale kwetu, unatupanga haraka haraka mlee pamoja muondokee. So hata kwetu ni hivyo hivyo. Kwa hivyo mimi nikiwa class 8 nilikuwa na my sisters wako high school, wakisoma katika shule ya sekondari. My mother, mnajua wazazi wetu mama ndio anatumwa shule sana. My mother ndiye alikuwa anaenda shule kuomba mwalimu, usifukuze wasichana. Sasa my sisters, usiwafukuze mwalimu, tuko karibu kupata kitu. Na alikuwa na time ile watu wanafukuzwa, anaenda a week before ndio my sisters wasifukuzwe. Akaenda mara mingi sana. Principal akaona huyu mama ananipotezea wakati, akamhado kwa deputy. So deputy ndio my mother alikuwa anaenda kusema usifukuze my daughters. Sasa mimi nikafanya class 8, nikaitwa shule kubwa huko kwetu inaitwa Kiagodho. Lakini wakati waliangalia school fees wakaniambia hatuwezi toboa. Katika hizo pilka yule deputy alikuwa deputy wa my sisters, shule huko kwetu inaitwa Jombe, ilikuwa mixed. Akakuwa amekuwa promoted, akakuwa principal na akatolewa hiyo Jombe, akapelekwa shule inaitwa Kiabugi. Vile my mother alisikia yule deputy wanajuana ameenda Kiabugi, na hapa mimi nimefanya class 8, my mother akaniambia utaenda ile shule umeitwa, utaenda hii Kiabugi yenye already principal anajua sisi ni watu wa mashida. Na hivyo ndivyo nilienda shule nilisomea. Lakini nilikuwa nasema nini hapo beleni? Vile nilienda hiyo shule, wakati tulifanya form 4, the whole class nikafanikiwa nikiwa mmoja peke yangu kwenda university. Lakini pia hiyo jani yote ya kwenda shule ambayo sikuwa nimeitwa kwa sababu ya pesa, si Mungu amenijalia na niko hapa mbele yenu sasa. Hawa wanafunzi watoto wenu hapa, wenye pekine hata aliitwa shule kubwa hata kuliko hii akakuja hapa. Hapa tu ndio Mungu atamfanikia na akuwe engineer. Hapa tu ndio Mungu atamfanikia na akuwe balozi kama baba ya mbunge wetu. Baraka yake iko hapa. So kama sisi wazazi tunaendelea kuwaombea hawa watoto, kwa sababu pia maombi inakuja kufanya kazi yenye hata bidii haiwezi fanya. Na tunawaongeleza siku mingi kwa sababu hawa ndio kesho yetu. Na mimi nikiangalia hapa, hawa wazazi ambao wamekuja kwa sababu ya upendo ya hawa wanafunzi ndio ile nyumba unakaa saa hizi kama mzazi, huyu ndiye atabomoa kujengea nyumba ya kifahari. Huyu ndiye atakuikiza ndege
uende hata Mombasa uogelee na urudi hapa, na kama tu ulienda kupumzika peke yake, kwa sababu Mungu amewapea nafasi ya kuwa anything they can be. Nikienda kumaliza, unajua pale bunge kazi tunafanya sana katika budget yetu ni kupanga uchumi wa Kenya, na katika upangaji ya hiyo uchumi, rais wetu His Excellency Dr. William Ruto, ambaye mimi nasaidia kama chairman wa budget, amesema lazima tukitengeneza budget tunaangalia kwenye wananchi wako, na akasema hata kama uchumi wa Kenya ikienda juu, tukitaka ikienda juu ianze kwa mfuko ya Wakenya. Na ndio maana katika bajeti ambayo tuko nayo, ile pesa mingi tumeweka katika elimu ya watoto wa Kenya. 700 billion shillings ya budget yetu tumeweka katika education sector, na katika hiyo pesa tumeweka pesa katika primary school basic education, tukaleta katika secondary, tukaweka JSS na zingine zote mpaka higher education, kwa sababu hawa watoto wote kukaa meza moja na wale wengine wako kwingine na wako na mapato ya juu, masomo ndio inatuweka sawa. Lakini tumesema hata kama wanasoma, serikali ndio itabeba ile mzigo kubwa, na hivi juzi tumerelease pesa yote ya masomo, ndio walimu wetu wasisumbuke sana wakifanya administration ya mashule zetu. Ile pesa ingine kubwa tumeweka ni pesa katika ukulima. Ukulima inasikilia Kenya. Pesa tumeweka ya fertilizer hata the next season. Wale ambao wanajihusisha na maneno ya cash crops kama kahawa, kama majani chai na hata mpaka maziwa, tumeweka pesa ya kutosha ya kusaidia wakulima. Wale wanalima kahawa tumeweka pesa 4 billion ya maneno inaitwa cherry fund. Na nasema hii sio kusema hapa kuna kahawa, lakini najua Kenya ikinawiri upande moja, Kenya inaleta mbele ikiwa yote. Lakini pia najua hapa kuna wakulima wa mahindi, na ndio tumepea fertilizer kama hiyo na degu na zile zingine zote. Tumepeana pesa ya fertilizer ndio wakulima waongeze mazao. Mazao isaidie food security, lakini pia isaidie wakulima wapate pesa kwa mfuko, kwa sababu ukulima ni biashara. Ya mwisho kabisa, kwa sababu leo tumekuja maneno ambayo ni ya education. Najua kuna miradi mingi hata kwetu imekwama, na imekwama kwa sababu hapo beleni tulicommit serikali pesa mingi kuliko ile iko, na ndio tunapata barabara kadhaa zinakuja zinakwama ikijengwa. Lakini niko na kitu moja nataka niseme hapa siku ya leo. Wakati tulikuwa hapa na CNN na kutoka tulipatana asubuhi